nafasi ya pekee. Namshukuru kwa ajili ya Jumapili njema. Mungu ametupa neema na kibali cha pekee. Namtukuza Mungu kwa ajili yangu, namtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambao utaiona video popote utakapokuwa, wherever you are. Mtu wa Mungu ulipewa kibali na uzima. Imekuwa ni Jumapili njema ambayo Bwana ametenda kwa kadri ambavyo ametenda kwenye maisha yangu, na nimelisikia neno la Mungu, limeniponya, limenisogeza mahali. Kupitia neno lake na kupitia mtumishi wake aliyemtumia madhabahuni, mpako mafuta wa madhabahu hii ya moto, baba yangu wa kiroho, nimepata maarifa mapya. Si vibaya nikakwambia na wewe ukapitia vitabu ambavyo tunajifunza siku ya leo. Neno la Mungu lilikuwa linasema Mungu ana nafasi nyingine. Tumeona mambo mengi sana Mungu aliyotenda hata kwa watu ambao walipita. Kulikuwepo nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu Yona, ambaye yeye alipewa nafasi nyingine baada ya kukataa wito wa Mungu juu ya kwenda kuwahubiria watu waliokuwa wanakaa Ninawi. Aliambiwa aende kuhubiri Injili, lakini yeye alienda, alitafuta kisiwa kingine akimbilie huko ili apate kukwepa uso wa Mungu. Lakini Mungu alimpitisha kwenye majaribu ambayo yalimfanya akatii ule wito na akaenda kule kuhubiri Injili. Kitabu ambacho tulikuwa tumesoma ilikuwa ni Yona, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Unaweza kusoma pale na ukajifunza kitu kwamba Mungu alimpa nafasi nyingine Yona na akapata akatii ile sauti ya Mungu na kufanya vile Mungu alivyokuwa anahitaji amfanyie. Na wale watu wa Ninawi Mungu hakuwaangamiza kwa sababu ya Yona kufika pale na kutii sauti yake, lakini mpaka nafika kule, kama si Mungu kumpa nafasi nyingine, wangeangamizwa wale watu. Na kipindi yupo hali mbaya inatokea baharini, wale watu walijiuliza hii imetokea kwa sababu gani? Alijieleza vizuri kabisa, anamwambia ili itulie bahari tufanye nini? Alisema kwamba nitumbukizeni mimi baharini ili nyinyi mpate kuwa salama. Na walifanya hivyo na wakapata, wale walipona, yeye akamezwa na samaki akamtoa mchikavu na akatii wito wa Mungu baada ya kupitia mateso. Unaweza ukajifunza pia kupitia Luka 15 mstari wa 17, yule mwana mpotevu ambaye aliomba urithi kwa baba yake mapema kabisa ili akatumie, lakini baada ya kupewa, baba baada ya kumpa urithi ule na kwenda kuutumia